بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لك إن دعوة الحق مهما حوربت فهي منصورة. أبشر، والله لو كانت من وراء جدار بل كانت في صخرة صماء لا ترى سماء ولا ماء ولا يدخلها هواء لأنفذها الله رب العالمين بعز عزيز وذل ذليل حتى تبلغ ما أراد الله لها أن تبلغ، والله هو المبلغ عن أهل السنة. أفيحارب الحق بالباطل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimwendee mtume wetu alayhi afdhalus salati wa atammu taslim. Katika usiku wa leo يوم الثلاثاء, ikiwa tarehe 27 Jumada al-Ula mwaka wa 1447 باذن المولى, katika usiku wa leo nilipendelea tukumbushane baadhi ya mambo ambayo yanahusu dini yetu, kwa sababu Uislamu ndio rasul mal kwetu sisi Waislamu. Hakuna jambo ambalo lina thamani kwa Muislamu zaidi ya dini yake. Ikhwani fillah, Allah tabaraka wa taala amehalalisha biashara katika kitabu chake. Anasema Allah tabaraka wa taala, wa ahalla Allahu al-bay'a, na Allah tabaraka wa taala akahalalisha biashara. Bali mtume wetu alayhi salatu wassalam vile vile zimekuja ahadith tofauti kutoka kwake ambazo amesarih uhalali wa Muislamu kufanya biashara. Miongoni mwa ahadithi hizo ni hadithi ya as-sahabi jalil Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, wal hadith muttafaq alayhi. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايع الرجلان, pindi watu wawili watakapoamiliana katika biashara, wakafanya muamala wa kuuziana na kuzishana, faqal fakullu wahidin minhuma bilkhiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'a, basi kila mmoja miongoni mwao ana khiari kama watakuwa hawajaachana, basi kila mmoja ana khiari ya kupitisha hiyo biashara au ya kufanya fasakh ya hiyo biashara. Bal jambo la biashara katika Uislamu ni jambo ambalo liko mashruu, wa hadha biijma'i almuslimin, na hiyo ni kutokana na haja ya watu juu ya jambo la biashara.
na Allah tabaraka wa taala kuhalalisha biashara ni kutokamana na jambo la kutofaa watu kula mali za ndugu zao kwa batil. Ndo Allah tabaraka wa taala akahalalisha jambo la biashara ili mtu akichukua mali ya mwenzake imma iwe ni biashara au iwe ni zawadi ambayo amepewa. Ndo Allah tabaraka wa taala akasema ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini la taakulu amwalakum bainakum bilbatil musikule mali zenu baina yenu kwa batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum isipokuwa iwe mali ambazo mtakazo zichukua kwa ndugu zenu iwe ni kupitia biashara tena ambayo ndani yake kila mmoja ameridhia biashara hiyo ipitike. Yaqulu al-imam al-mufassirin al-imam at-Tabari rahimahullah amma akluhum amwalahum bainahum bil batil ama wao kula mali za wenzao baina yao kwa batil fabirriba hii ni katika kula mali za wenzao kupitia riba wala qimar na vile vile kupitia kamari wa dhulm na vile vile kupitia dhulm. ويقول كذلك الإمام القرطبي رحمه الله وأكل المال بغير عوض ولا هبة وذلك باطل بالإجماع نمت كل مال منزاك بغير عوض bila contrepartie mtu akaja akachukua mali ya mwenzie ili hali hakuna jambo ambalo atakadimisha wala hiba na ikawa sio zawadi ambayo amepewa. Yaqul wadhālika bātilun bil ijmā' jambo hilo ni batil kwa ijma' ya Uislamu. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام kila muislamu juu ya muislamu mwenzake ni haramu damu yake ni haramu muislamu kumwaga damu ya ndugu yake muislamu dhulman wakadhalika wa malu na vile vile mali ya muislamu kwa muislamu ni haram muislamu achukue mali ya ndugu yake muislamu wa irdu na vile vile heshima muislamu kumvunjia muislamu mwenzie heshima akawa mfano anatangaza akhbar ambazo sio za ukweli na lengo lake ni heshima ya muislamu ianguke jambo hili ni la haram bal hadha min kaba'ir adh-dhunub bal Nabii alayhi salatu wassalam katika hijjatul wadaa katika maneno ambayo alielekeza kwa umma wake ni yale ambayo amesema ndani yake inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum hakika mali zenu au hakika damu zenu wa amwalakum na mali zenu wa a'radakum na heshima zenu haramun alaykum ni haramu juu yenu ni haram muislamu kumwaga damu ya muislamu mwenzie ni haram muislamu kula mali ya muislamu mwenzie wakadhalik ni haram muislamu kumvunjia heshima muislamu mwenzie ka hurmati yawmikum hadha kama vile ni haramu siku yenu ya leo hii fi shahrikum hadha katika mwezi wenu huu fi baladikum hadha katika mji wenu huu ala hal ballaght kisha akauliza je nimefikisha qulna na'am masahaba wakasema ndio ya rasulullah qad ballaght qala allahumma ashhad basi Allah tabarak wa taala shuhudia jambo hili ya kuwa nimefikisha yale ambayo umeniamrisha. Ayuha alikhwa
في هذا الزمان imedhihiri ndani yake baadhi almuamalat allati ishtabahat ala an-nas, kuna baadhi ya muamala za kibiashara ambazo zimechanganya watu mpaka wakajiuliza hal hiya halal am haram, je hizo muamala ni halali au ni haram. wa kullu hadha dakhilun fi qawlihi alayhi salatu wassalam, na haya yote yanaingia na kuturejesha katika maneno yake Nabii alayhi salatu wassalam aliposema innal halala bayyinun, hakika halali, mambo ya halali yako wazi, wa innal harama bayyinun, na hakika mambo ya haramu vile vile yako wazi, wa bainahuma umurun mushtabihat, lakini baina ya mambo ya halali na mambo ya haramu kunapatikana mambo ambayo yanachanganya, hayabainikiwe waziwazi, je ni halali au ni haramu. thumma qala alayhi salatu wassalam la ya'lamuhunna kathirun minan nas, mambo kama haya watu wengi hawayafahamu, hawajui ahkam almutaalliqa bihadhihi alumur allati ishtabahat ala an-nas. Na leo biidhnillah tutaongelea aina mbili miongoni mwa muamala ambazo watu wengi maal asaf wameanguka ndani yake jahalan au kwa kughafilika, taghafulan, huenda huku wakitakidi kuwa mambo haya yanafaa, lakini baada at-tatabbu' ni mambo ambayo maulama wamebainisha uharamu wazo. Na muamala wa kwanza ambao nilipendelea kubainisha hukumu yake na kutahadharisha jambo hili, ni jambo ambalo limezagaa katika baadhi ya sharikati, baadhi ya sharika au baadhi ya societe ambazo zinatangaza ya kuwa watu wakuje jisajilisha kwao, kisha wanapana dhamani ya profit, kwa maana wanaomba watu pesa, kisha baada ya hapo wanawapa garanti kama kutokana na yale ambayo sisi tunapofanya katika societe yetu kuna profit ambayo kila mtu ambaye anashirikiana na sisi kuna interest ambazo atakuwa anapata kila siku katika konte yake. Na jambo la kutumika katika sharikati tofauti au watu kujiweka sehemu moja wakaunda sharika ni jambo ambalo fuqaha walillahi alhamd wameelezea kwa urefu katika vitabu vyao. Na hizi sharika ambazo zinaita watu walete pesa kisha watumiki pamoja, baada ya kufuatilia haya nimeona ni sharikati ambazo kwa mbali zinafanana na sharika aina mbili ambazo fuqaha wamezitaja katika vitabu vyao. Sharika ya kwanza ni sharikatul mudaraba, ambayo yani kama ndivyofahamu sura yake ayadfa ahadu sharikain lil-akhar malan yatajiru bihi bijuz'in ma'lumin min ar-ribh, ni mtu awe ana pesa zake lakini hana experience ya kufanya biashara, akatafuta mtu ambaye ana khibra katika commerce akampa pesa zake, kisha wakafikiana profit ambayo kila mtu atakuwa nayo katika, au wakafikiana monta na percentage ambayo kila mtu atakuwa nayo katika profit. Kwa hiyo hizi societe ambazo zinaita watu
walete pesa zao kisha wao watumike nazo na profit itapatikana kule mbele, kwa mbali inafanana sharikatul mudaraba. Na vile vile kuna sura ambazo hizi society zinafanana na society nyingine au sharika nyingine ambayo fuqaha wametaja, ambayo ni sharikatul inan, ambayo kama fuqaha walivyoitaja ni kuwa yani yashtariku ithnan fa akthar fi malin yatajirani fihi, ni watu wawili wanakusanya mali pamoja kisha wote wanatumika katika hiyo mali, kisha kila mtu anakuwa na percentage ambayo ni inamrejelea. Lakini pamoja na kuwa sharika mbili hizi, sharikatul mudaraba wa sharikatul inan, ni sharikati ambazo asili yazo inafaa kuamiliana nazo na kutumika katika sharika kama hizi, lakini hizi sharika ambazo kila siku zinazuka katika miji zetu, ambazo kabla ni 5 sanawat tulikuwa na auto society ambayo ilikuwa inajulikana kwa jina hiyo, ambayo wao walikuwa ukipana pesa zako, mfano unapana mfano $100 $500, wanakugarantir monta fulani ambayo par jour itakuwa na kuingizia, kwa maana wewe unapana tu pesa kisha wanakwambia kutokamana na hii monta yako par jour, mfano profit yako ni $5 par jour, profit yako ni $5. Na hizi muamala ikhwani fillah ni muamala ambazo ni haramu kutumika ndani yake. Yani sharika ambayo inakwambia leta pesa kisha par jour monta fulani itakuwa na kurejelea, wewe leta tu pesa utuachie kazi, par jour utakuwa unapata ota, ni mambo ambayo hayafai kutokamana na sababu zifuatazo. Mfano ambao tutauchukua ni wa sharika hii auto ambayo sote tulifahamu. Jambo la kwanza, haijulikane yule ambaye anatumika au ameasisi hiyo sharika, mfano hii auto haijulikane yeye faida yake ni ngapi, haijulikane. Vile vile haijulikane yeye je alitia pesa au hajatia pesa, kwa maana haijulikane pesa ambazo wanatumika nazo ni pesa za waklia wao au ni pesa ambazo wamechanga pesa zao na pesa za wengine, haijulikani. Kwa hiyo ndani yake kuna jahala, haijulikane wao percentage ni ngapi, ili hali kama fuqaha walivyotusema katika sharikatul mudaraba na sharikatul inan, katika mambo ambayo ni lazima ifahamike ni kujua kila mtu percentage ngapi amecontribute katika hii commerce, ili profit ipatikane, ijulikane fulani Muhammad percentage yake katika hii profit fulani ni kadha, na vile vile perte ikipatikana ijulikane fulani kutokamana na percentage yake perte yake ni fulani au ni kadha, kwa sababu gisi watu wanapishana katika sharika kutokamana na pesa ambazo umetia, ndio gisi perte yao vile vile itapishana. Lakini hizi sharikati haijulikane, ni wewe tu unapana pesa kisha basi, yani haula takafaluna albaqiya, wao kazi yao tu ni kugarantira mfano par jour utapata uta, vile vile haijulikane wao watafanya nini na hizo pesa. Vile vile katika sababu ambazo zinapelekea kutofaa kuamiliana na watu hawa, walikuwa vile vile kama tulivyotaja
wanapana jambo ambalo linaitwa dhamanu ribh, garantia profit, ambayo inajulikana. Mfano ukipana $100 par jour kuna $5 ya profit, par jour kuna $5 ya profit. Ukipana $1000 par jour uko na $20 mfano ya profit. Na hii ni jambo vile vile, yani dhamanu ribh ni jambo ambalo maulama wametahadharisha. Yaqulu al-Imam Ibn Baz rahimahullah, fa inna ta'yin ar-ribhi, hakika kubainisha na kuspecifie profit fulani bimablaghin ma'lumin, kuspecifie profit kwa kiwango fulani cha mali au cha pesa, ikajulikana. Mfano ukipata $100 profit yako ni $10 par jour. Yaqul fi al-mudaraba, katika sharikatul mudaraba, ambayo ni mtu anapatia watu pesa watumike naye, kisha wasikilizane kila mtu percentage ya pesa ambazo atafaidika nazo. Anasema fi al-mudaraba wa fi ghayriha min anwa'i sharikat, sawa iwe katika sharikatul mudaraba ambayo tumetaja au ghayriha min anwa'i sharikat, au kinyume na mudaraba katika aina tofauti za societe. Yaqul hadha la yajuz bal yabtulu bihi al-aqd, bal hii kufanya tu hivyo kuspecify par jour ni $5 au $10 ndio profit ya mtu ambaye amepana mfano $9 wa hakadha. Anasema hii ni jambo ambalo halijuzu, bali linabatilisha kontra ya hii muamala. Qal lianna dhalika, kwa sababu hiyo, yufdi ila an yarbaha ahadu sharikain au shuraka wa yakhsar al-akhar, kwa sababu jambo hilo linapelekea ayarbaha ahadu sharikain au shuraka, kwa sababu linapelekea mmoja katika hawa washiriki apate faida, wa yakhsaru al-akhar, na mwingine apate kihombe, ahombe. Kisha akasema kivipi? Kwa sababu ikiwa mfano umepana $100, kisha baada ya pale unasema par jour mimi zangu ni $3 kama profit. Haya, ikiwa mfano hiyo biashara imehomba na par jour umesha lazimisha kupana $3, itakuwaje? Utaomba ile $3 haki yako hata kama profit kupatikana, na hivi vile vile inakuwa ni mmoja na penalize mwingine. Thumma qala inma yakunu ar-ribhu musha'an, hakika ribh profit inakuwa ni jambo ambalo liko musha' kanisfu, kama vile kusema mfano kama tulivyotaja, unapana $100 kisha unasema mimi katika hii $100 profit yangu, mfano profit itakapopatikana niko na dura mfano ya 50% ya profit katika biashara. Kisha wewe ambao umetumika na wewe profit yako ni 50% ya profit. Ama kufanya tahdid ya mablagh muayyan, hii ni jambo ambalo ulama wamekataza, kwa sababu commerce yoyote ni mambo mawili, imma ar-ribh wa imma al-khasara. Ndio maana profit ikipatikana, percentage za yule ambaye alipana pesa mingi zitamrudilia, na vile vile ikiwa khasara itakuwa partage kutokamana na percentage ya kila mtu. Vile vile katika mambo ambayo yanatahadharishwa katika haya mambo na kuamiliana na hizi societe ni jambo la kusema hakuna perte, wana garantire kama hakuna perte, bali ni profit tu mwendeleo, yani ar-ribh al-mustamir. Wana garantire kama profit itakuwa mwendeleo, wewe unaleta tu $1,000 mfano, kisha kila siku profit itakuwa inaendelea, yani hakuna perte. Na hii katika sheria hakuna ar-ribh al-mustamir, yani mtu eti biashara inaendelea kila siku ni profit, ni jambo ambalo halipo. Maana commerce ni mambo mawili, imma ar-ribh wa imma al-khasara, احيانا تربح واحيانا تخسر. Hii ndio ada nini? Hii ndio ada ya sharikat, hii ndio ada
ya biashara. ذكر الشيخ عبد الله بن محمد الطيار وصاحباه في الفقه الميسر. anasema الشيخ عبد الله بن محمد الطيار na wenzake ambao walisaidiana nao katika kuandika kitabu al-fiqh al-muyassar, falistithmar alladhi investisma ambayo tadmanu ma'ahu adamu al-khasara, ambayo inapatia watu garanti ya kutopatikana khasara, kutopatikana perte, wa yadmanu ma'ahu ar-ribh, kisha ikawapatia garanti ya kupata profit daiman. Anasema hadha ghairu jaiz, hii ni jambo ambalo halifai katika sheria, ni jambo ambalo halipo, ni jambo ambalo halipo. Eti njoo katika society yetu, leta tu pesa utapata profit ambayo iko mustamir. Bali jambo hili, society hizi zinafanana na society za ambazo zinatumika na riba, kwa sababu ukitizama vizuri utakuta muamala wa hizi society na muamala wa albunuk arribawiya ni muamala mmoja. Mambo ambayo hizi society zinafanya na yale ambayo mabenki zinafanya ni mambo ambayo hayana tofauti, ambayo ndani yake kuna riba al-fadl wa nasia kadhalika. Kwa nini? Kwa sababu mtu anapana mwanzo pesa kisha zinabaki huko. Yani mtu ana pesa zake $100 yake anawapatia, inabaki huko. Kama vile mtu akienda kwa banki anapata pesa zake zinabaki kule, kisha parjour anaanza ingiziwa pesa na kubaki ni hivyo hivyo. Unapana $100 kisha parjour compte bloqué, unasema mimi nataka hii pesa yangu izale faida. Parjour unaanza ingiziwa pesa, intérêt inazidi parjour, kila siku zilizidi ndio intérêt inafanyaje, inazidi, na hii ni riba. Kwa hiyo hakuna tofauti baina hizi society na riba ambayo inapatikana katika mabanki. Yani wewe unapewa pesa kisha intérêt inakuwa inazidi, wao wanafanya biashara na pesa yako kisha intérêt inafanyaje, inakurudilia wewe, na wewe hakuna kitu ambacho utafanya tena. Pesa ambazo zinajulikana kama ni $10 kama ni $20, yani hasba almuwafaqa. Na vile vile katika sababu ambazo zinapelekea kutahadharisha hizi society ni jambo la kula pesa za watu kwa dhulma, ni jambo la kula pesa za watu kwa dhulma. Na kudanganya watu, leteni pesa, ukileta $10 ukileta $100 par jour utapata kadha, kisha watu wanakusanyika, watu wanazidi. Ukileta $1000 mfano par jour uko na $50, ukileta $2000 par jour uko na $200 mfano. Watu wanazidi, kisha baada ya hapo wanapotea. Watu wakiwa wengi, baada ya muda fulani wanapotea. Na sote tuliona yale ambayo Oto iliwafanyia watu katika siku ambazo zilizopita. Maalasaf, juzi nikaambiwa kuna sharika mpya ambayo uslubu ni huo au ni uslubu ni hiyo ambayo Oto ilikuwa anatumia, na tutabainisha kwa nini tumesema uslubu ni ile na wala hakuna tofauti. Hii kampuni mpya ambayo inaitwa kwa jina la Jimo au nini, ni uslubu ambayo au ni kampuni ambayo au ni society ambayo uslubu wake na uslubu wa hiyo Oto ambayo ilitangulia uslubu ni uslubu mmoja, bali hakuna tofauti. Kivipi?
kwa sababu wote sawa hiyo auto au hii jimo wote mwanzo wanaomba mtu pesa, leta pesa, kisha wanakupatia garanti. Ukipana auto par jour utapata auto ambazo zitakuwa ingia mkonte yako, kisha par jour pesa zinaingia mkonte par jour na pesa yako umeshapana huko. Lakini baadhi ya watu hadana Allah wa iyahum, kuna shubha ambazo wanaleta eti kuna tofauti baina hii societe ya mpya na auto ambayo ilitangulia. Kivipi? Wanakwambia societe ya mpya wao pesa ambazo mtu anazifaidika ni kama vile salary, maana kwa mwanzo unajisajili unapana pesa, kisha baada ya pale kuna kazi ambayo utapewa. Allahu musta'an. Sikia hiyo kazi eti utapewa application, kisha kupitia hiyo application kuna baadhi ya bidhaa ambazo utakuwa natumiwa kama vile vitabu. Ukifungua kitabu ni kama vile umekifanyia marketing. Kupitia hiyo kazi unapata salary. Allahu musta'an. Toka lini kufungula kitabu PDF mu application ni marketing ambayo umefanyia kitabu, kisha profit yako unapata $10 mfano. Hada shay'un ma'qul. Inaqulu an-nas, iko wapi akili za watu? Sasa tunauliza watu ambao wanasema ya kuwa yani hii pesa ambayo hii societe mpya sijui ndio jimo au nini, pesa ambazo wanapana ni salary tu. Tuwaulize, ni wapi uliwaiona societe fulani ili uintegre ujare upate pesa? Hii pesa sio eti ni pesa ambayo unachangia, ambayo mwingine atachangia kisha mna create societe. Hapana, eti hii ni inscription tu, mfano $1000, eti hiyo ni inscription. Wewe entreprise gani ushaona eti juba kupatia kazi lazima upate pesa? Inamaanisha hii ni rushwa au sio? Alafu wapi uliwaiona entreprise ni moja, watu wawili kazi yao ni moja, lakini salary tofauti? Yani mtu ambaye alifanyaka tasjili na $100 na yule ambaye alifanya tasjili na $1000, kazi yao ni moja, eti kufungula application wanasoma vitabu. Kazi ni ile lakini salary tofauti. Kweli hada shay'un ma'qul? Kazi iwe moja kisha salary tofauti? Hii inaonyesha kuwa pesa ambazo kila mtu atakuwa anapata kila siku ni hizo ambazo alitaka mwanzo, ni zile au zile ndio ambazo anapewa na anagabuliwa. Pesa ni hizo ambazo alipanaka mwanzo, na ndio maana salary inatofautiana. Maana yule ambaye alipana $1000 kwa mwanzo haizi pata sawa sawa na $100, na hii ndio inathibitisha kama hakuna tofauti baina hii jimo na hiyo auto ambayo ilitangulia. Na haya kusema ni salary, hii ni khidaa ambayo wanafanyia watu na kuchezea watu akili na mbinu ambazo wanatumia. Maana wakija na hiyo jina hiyo watu watagundua, hawataungana nao, ndio wakaona yani wapitie katika hizi njia, lakini ni hayo resulta ni ile. Wallahu almusta'an. Alafu vile auto ilikuwa kuretirani une fois par semaine. Hii jimo nayo ni une fois par semaine. Ni hayo. Ikhwani fillah, watu wasicheze na akili zenu. Kuna watu ambao wana akili kama za Mayahudi, kila siku yani yukhattitun, wanafanya ni
strategy tofauti vipi watakula pesa za watu dhulman wa udwana. Wanabadili uslubu kila siku kama Mayahudi, kama alivyosema Nabii alayhi salatu wasalam, qatala Allahu al-yahud nuhu an akli ash-shuhum faba'uhu faakalu thamanahu. Allah tabaraka wa taala awaangamize Mayahudi na awalaani kwa sababu waliharamishiwa kula nyama ambayo ina mafuta. Wakaona tutumie mbinu gani? Wakabadilisha strategy, faba'uhu, wakawa wanachukua nyama mafuta ambayo waliharamishiwa kuila, wanafanya strategy gani? Wanageuza ndani, inakuwa mfano mafuta sawa, iwe mafuta ya taa ya kuwasha taa au mafuta ya kuweka katika safina. Thumma akalu thamana, wakishafa mafuta wanayuzisha kisha wanakula hiyo pesa. Ni kama vile mtu ameharamishwa mfano kula nyama ya mbwa, kisha anachukua hiyo nyama, mafuta yake anaitengeneza mafuta ya petroli mfano, au mafuta ya kutia mfano mgari, kisha anauzisha. Hii ndio mbinu ambazo Mayahudi walikuwa wakizifanya, na ndio mbinu ambazo hawa watu wanazifanya vile vile. Wakishibwa huku wanabadilisha. Na Nabii alayhi salatu wasalam ametuambia la yuldaghu almu'minu min juhrin wahidin marratayn. Mu'min ni mtu ambaye hawezi akadungwa katika shimo moja mara mbili. Wewe umeingia mgrot, ndani yake mkonyoka, skorpeka kupiga ndani ikakuuma, kisha tena wewe unarudi katika hiyo. Oto ilikuja yakula watu pesa, kisha baada ya pale inakuja katika sura ya jima mfano. Sisi wale tunataka anguka katika mambo haya. Hadharin ayuha alikhwa, asiwadanganye mtu. Haya mambo ni mambo ambayo yana tahadhari, yana madhara. Mtaliwa pesa zenu. Tahadharini na mambo haya ambayo yanashuka kila siku. Tunajua ya kuwa hali ya Goma ni ngumu siku hizi, kazi hakuna, lakini isbiru wasabiru watawakkalu ala rabbikum. ماذا قال ربنا؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. hii ndio ahadi ambayo Allah tabaraka wa taala ametupatia. Tusifikiri ya kuwa au tusiwe na nia ya kuwa matajiri haraka mpaka tukawa tayari kuingia katika kila kitu ili muradi tupate pesa kiurahisi bila kuchoka. Tahadharini ayuha alikhwa na hizi society ambazo kila siku zinazuka. Kwa hiyo hii ndiyo society ya kwanza ambayo nilipenda nitahadharisha ndugu zangu, ambayo kama tulivyosema ndani yake mna madhara mengi. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ إخواننا من هذه المعاملات التي اشتبهت على الناس